Hivi wewe unajisikia unavyoongea? Una akili timamu kweli wewe mwanaume? Yaani utoke huko kwako kulupu uje hapa kwetu uanze kumsingizia shangazi yangu amemia mtoto nywele. Unajua kama yule pia ni mwanetu? Kwamba hatuna uchungu na huyo mtoto ama vipi? Unajitambua kweli kwenye akili zako? Wewe nisikilize. Bwana, mimi nina akili zangu timamu. Nimetoka nilikotoka nafika mpaka hapa nikiwa nina uhakika juu hiki ninachokizungumzia. Wewe unaniambia nini? Unaniambia nini wewe? Sikia, usinione mimi niko kimya. Usinione mimi niko kimya. Najua kila kitu ambacho kinaendelea. Kila kitu najua. Utaniambia nini nikuelewe? Unataka kusema nini sasa? Nisikilize. Ngoja tuone wakati ujao kinachokuja kinafurahisha kwa wote. Hivi inawezekanaje maiti ya mwanangu ikapotea hivi? Imeenda wapi? Kivipi? Yaani kirahisi rahisi tu mwanangu amepotea. Hapana. Nimeona maiti imerudi kaka. Alikuja na maneno tamu, akanipa hadithi za kesho, nikamini mapenzi yake, nikacha akili yangu nyuma. Aliniambia nitakuwa hapa, nikampa mwili, nikampa roho, leo nimeshika tumbo. Kwa hiyo umeona ulete masiala kwenye swala ambalo liko serious, si ndio? Bwana, akia Mungu vile mama yangu chini, nimemwona Suzi kwa macho yangu anaingia ndani. Shukrani bali. Mwana Suzi. Kaka Suzi. Bwana, mimi naona sasa ndugu yangu anaenda kuchizika huko. Kwa cha msingi ni bora tumfungie chumbani kwake alafu tufanye maswali mengine. Hapana kaka, mimi najua msimamo sijashizika. Naomba nisikilize sasa. Niambie. Nilikuwa nakutafuta sana kiuma. Pale kwa Simon si unapajua? Napajua. Pale kuna msiba umetokea. Sasa wanataka mchungaji, nikamwambia mimi na mchungaji wangu. Umeona? Kwa nilikuwa nimekutafuta, nimeenda mpaka nyumbani kwako, nimekosa, nimerudi. Yaani hapa kama adhari nimekutana na wewe pia. Mbwa hela kweli kaka? Chungu wale unaona tunafanya maombi dakika hizi 5. Tunachukua keshi, tafu. Yaani ni hivyo tu unapiga hela. Yaani unaomba tu.
Hivyo mchongo wapo napiga yani. Oa kama mchongo twenzetu. Yaani wapi mkwanja wale hapa? Dakika 5 kwa mchongo nyoka. Mchungaji, kama alivyokuambia ndugu yangu hapo awali, iki chumba unachokiona ndicho chumba ambacho tulimhifadhi marehemu mwanangu. Lakini kama alivyokuambia, yapo matatizo ambayo yamejiri. Nilikaa chini na ndugu yangu akasema yupo mtu ambaye anaweza akalisoma. Sasa mtoto yuko wapi? Hilo swali la yuko wapi hata mimi pia najiuliza. Na hii ndio sababu kuu ambayo imenifanya nikae chini na ndugu yangu mpaka nakutafuta. Sasa ni wewe mchungaji, kufanya vile ambavyo unajua, mwili wa marehemu urudi, sisi tufanye taratibu ya mazishi. Hebu subiri. Unataka kuniambia mwili wa marehemu ulikuwepo lakini umetoweka? Ndio mchungaji. Yaani hebu subiri. Ngoja. Sasa ndugu yangu, mbona kunipa mchezo mzima? Mimi najua ila huu mchongo. Wewe sikia, tupige mchongo dakika 5 tunaondoka. Si ungeniambia mapema. Sasa mimi uchungaji wapi na wapi? Najua. Sasa si ndio hivyo mjini, yani mjini shtuka sikia. Wewe fanya ingia ndani, fanya maombi dakika hizo 5 sisi tunaondoka. Hii hela bwana, pesa ya chaila. Wewe nikikwambia tangia mwanzo ungekataa. Alafu unajua hii kazi nzito. Hii si kazi nzito. Alafu isitoshe ni hatari unajua. Sasa ndugu yangu, mbona ungeniambia kabisa mchezo mzima ningejua ningefanyaje? Sasa mimi uchungaji wapi na wapi? Yaani mimi naelewa. Yaani nikikwambia tangia mwanzo usi. Mtumishi? Naam mtumishi. Vipi? Mtumishi, kama unavyoona mambo yasharibika. Kila mmoja ambaye unamuona hapa ana taharuki. Haleluya. Tufumbe macho tuombe ili tukaweza kuteketeza vitu vyote vilivyomo vya kichawi, vya kishetani. Amen. Amen. Baba, katika jina la Yesu, tunang'oa vitu vyote vilivyomo vya kishetani, vya kipepo, kwa nguvu za damu ya Yesu, mwana kondoo. Amen. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kwa nini unapenda kuingia kazi za watu wewe? Mimi na uchungaji wapi na wapi jamani, njaa tu hizi jamani. Njaa Sasa leo nataka nikunyooshe kisawasawa, iwe mwisho na mwanzo pumbavwe. Mtumishi, vipi? Kumbe kazi mwenyewe mlionitia ndio hii. Mimi siwezi bwana. Sasa nisubiri na mimi.